Pale ulipo na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Siku ya leo ama majira haya nimeona nishirikiane na wewe kwa neno la uzima ambalo linamfanya mtu kuwa hai, linamfanya mtu kuwa mzima maisha yake yote. Kwa majina yangu naitwa Joseph Richard na ninaishi Arusha Ngaramtoni na nimeoa mke mmoja na Bwana ametubariki binti moja. Majira haya nataka nishirikiane na wewe kwa ujumbe ambao nataka kusema nawe, unaosema njia ya kweli ya uzima. Njia ya kweli ya uzima. Na nitasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 na mstari wa 6 ambao neno linasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Penzi msikilizaji na mtazamaji, naweza kuona ya kwamba maandiko haya niliyosoma, tunaona Yesu anazungumza, na wakati anasema hivi alikuwa na watu waliomzunguka, watu wengi wa kutosha, na anaposema hivi ina kwamba amekaribia kuondoka ulimwenguni. Yaani siku zake za kukaa duniani zilikuwa zimefikia mwisho, ziko karibuni kabisa ukingoni, na tunaweza kusema kwamba zilikuwa zinahesabika tangia alipozaliwa. Lakini sasa kipindi hichi ni majira ambayo tayari siku zinahesabika, ya kwamba baada ya siku kadhaa tayari hata kuwepo tena ulimwenguni. Sasa akaona asiwache hawa kundi hili kubwa pamoja na wale wanafunzi wake, aweze kusema neno na kuwaonyesha ni kwamba ni namna gani wanaweza kuwa na uzima. Ndio maana sasa anajaribu kuambia na kuwatazamisha watoke kwenye akili zao na fahamu walizonazo za kutegemea uzima wanaoutafuta wao wenyewe kupitia vitu mbalimbali wanavyovifanya. Pengine wameugua, wameenda hospitalini, wamefanya hivi na hivi, lakini wanatafuta uzima. Lakini sasa anajaribu kuonyesha kwamba uzima wa kweli na uzima halisi ambao hauna kipimo na hauna kikomo maisha yao yote. Anaambia kuambia kwamba yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Kumbuka kwamba nimesema nazungumza kwa habari ya njia ya kweli ya uzima. Njia ya kweli ya uzima. Hapa ulimwenguni kuna njia nyingi za uzima ambazo watu wanajaribu kuzitengeneza na kuziaminisha kwa watu ya kwamba uzima unapatikana kwa namna hii. Lakini majira haya nataka nikwambie uzima wa kweli, njia ya kweli ya uzima ni ya kupitia Yesu Kristo. Maana pasipo yeye hakuna uzima utakaopatikana. Na uzima huu anapousema ya kwamba ni uzima katika maisha haya ya kawaida na hata wakati ujao, ya kwamba hautaishia tu kuwa na uzima. Lakini wanadamu wengi tumekuwa tumejikita kutafuta uzima wa muda. Tunatafuta uzima wa muda ambao ndani ya miaka kadhaa au miaka michache au siku chache unakuwa nao, lakini baada ya hapo unaupoteza. Kuna mahali Yesu anasema yafaa nini mtu akiyapata yote ya ulimwengu lakini akaiangamiza nafsi yake milele. Sasa tunaweza kuona kwamba hapa anajaribu kuonyesha watu ya kwamba pamoja na yote, lakini ili muwe na uzima wa kweli, muwe na uzima wa kweli, lazima mnifuate mimi, maana mimi ndiye njia. Kwa hiyo uzima wa kweli unapatikana ndani ya Yesu, unapatikana katika kumfuata Yesu, unapatikana katika kumwamini Yesu. Changamoto unazokutana nazo katika maisha yako za kiafya, suluhisho ni kwa Yesu. Kwa sababu yeye akiwa ndani yako, yeye akiingia ndani yako, kuna vitu ataenda kutengeneza, kuna vitu ataenda kufanya, kuna vitu ataenda kugeuza ambavyo kibinadamu hawawezi kufanya. Lakini kupitia yeye, ndio maana anasema yeye ndiye njia ya kweli na uzima.
Ukirudi kwenye kitabu hichi tulichokisoma cha Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16 na wa 17 na wa 18, anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Sasa yangu nataka kuonyesha kwamba pale anasema hakumtuma mwana ahukumu ulimwengu, ama hakumtuma mwana auangamize ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa hiyo kumbe wokovu wa uzima wa mtu ni kumwamini Yesu. Wokovu wa uzima wa mtu ni kumwamini Yesu. Pasipo kumwamini Yesu, ina kwamba huyo mtu yuko katika mauti, anatembea katika mauti, maisha yake yako katika mauti. Sasa ili aweze kutoka kwenye hicho kifungo cha mauti, ili aweze kutoka kwenye hayo mapito alionayo, yawezekana na nini, lakini anamhitaji Yesu. Yesu akiingia, yeye ndiye suluhisho. Ndio maana hapa anasema kila amwaminie. Pale 16 mstari wa 16 anasema ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Linganisha na kule kwenye Yohana anasema mimi ndimi njia, kule 14:6 mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hasa hapa anasema kila amwaminie awe na uzima wa milele. Yaani wewe ukimwamini sasa hivi Yesu, unapokea uzima wa milele. Kwa sababu gani? Yeye alikuja ili kulipa gharama, kulipa deni ulilokuwa unadaiwa katika mauti. Sasa yeye akailipa mauti hii kwa kifo chake msalabani, na alipomaliza kulipa, ndio maana anasema ya kwamba kila atakayemwamini. Ukirudi pale mstari wa 14, Yesu anawaambia wanafunzi wake hapa 3:14 anasema, na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Kwamba yani kama vile Israeli kuna wakati walipitia changamoto mbalimbali, ikabidi watengenezewe nyoka wa shaba ambao mfano wa ukombozi unaokuja. Yani ile nyoka ilikuwa inawakilisha kwamba ukombozi utakuwa mwanadamu utakaofika kamili, ule ulio kamili. Ina kwamba huyu mtu atakayeleta huu ukombozi itampasa kutundikwa juu, itampasa kuangikwa juu. Sasa hapa anasema kama vile nyoka alivyoinuliwa, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Na kuna maana anasema pale nitakapoinuliwa nitawaleta wengi waje kwangu. Ya kwamba ile siku nitakapokufa, ile siku nitakapotundikwa msalabani, baada ya kuinuliwa msalabani, wengi watakuja kwangu. Kwa sababu gani? Tayari gharama ya dhambi itakuwa imeshalipwa. Gharama ya mauti ambayo mwanadamu anatakiwa awe nayo itakuwa imeshalipwa. Sasa itakuwa ni wajibu wake na jukumu lake yeye mwenyewe kuchukua hatua ya kwamba kutoka kwenye mauti, kutoka kwenye vifungo, kuja kwa Yesu ili awe na uzima. Yaani maana Yesu ndiye njia ya uzima wa kweli. Kumbuka tunazungumza kwa habari njia ya kweli ya uzima, njia ya kweli ya uzima. Watu wametengeneza njia nyingi, lakini njia halisi na ya kweli ya uzima wako inapatikana kwa Yesu. Pasipokuwa na Yesu huwezi kuwa na uzima. Pasipokuwa na Yesu huwezi kuwa na uzima. Bado maisha yako yatakuwa kwenye mauti, japo kiafya mwili wako utakuwa ni mzima, hauna magonjwa sawa. Lakini sasa tunaangalia baada ya hapa, maisha yako baadaye itakuwaje? Lakini kumbe maisha ya baadaye, ya uzima wako wa baadaye unautengeneza sasa. Na unautengenezaje? Unautengeneza kwa kumwamini Yesu, kwa kumkabidhi Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Pasipo hivyo hauwezi kumwona Mungu. Maana wengi tunasema tunampenda Mungu, lakini Mungu ametupa njia iliyo sahihi ya kuonyesha kwamba tunampenda, lakini tunaipinga, tunaikataa. Tusitarajie kwamba huyu Mungu tutamuona na Mungu atatutembelea, wakati njia aliyotupa ya kutuonyesha ya kwamba tunatakiwa tufanye nini hatuwezi
kwenda au hatumekataa kuifuata, ina maana kwamba tumeshipaza shingo, lakini tusitarajie Mungu kuonekana kwenye maisha yetu. Kinachotakiwa cha msingi kabisa ni kumkabidhi Yesu maisha yako, ni kumwamini Yesu aingie ndani, arekebishe moyo wako, arekebishe na matendo yako ambayo ni maovu, hayampendezi Mungu, na yeye atakupa uzima na atakupa suluhisho sahihi la kuweza kuishinda kila aina ya dhambi, kila aina ya mauti, kila aina ya vifungo. Kwa sababu gani? Yeye ndiye njia. Kwa sababu kama yeye ndiye njia, ina maana kwamba anajua kipi unatakiwa ufanye, kipi unatakiwa kije kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mpenzi msikilizaji, amba kwa leo tuishie hapo, tutaendelea kwa wakati mwingine ujao. Lakini niseme Bwana akubariki kwa kutega sikio lako na kuwa makini katika kufuatilia kipindi hiki cha njia ya uzima wa kweli. Leo ni mwanzo, naamini tutaendelea kwa vipindi vingine vijavyo kwa habari ya njia ya kweli ya uzima. Naomba nifuatishe maneno haya kwa mahali popote pale ulipo ambao unatamani Yesu aingie ndani yako, unatamani Yesu afanyike mwokozi wa maisha yako. Popote pale ulipo unaweza kufuata kuomba pamoja nami baada ya maneno haya. Sema: Bwana Yesu, inakuja mbele zako, mimi mwenye dhambi, naomba unisamehe, unifanye kuwa mtoto wako. Kuanzia leo ninakupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunifungua. Ninakushukuru. Amen. Naomba nikuombe. Baba, katika jina la Yesu, mfalme mwema, Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya binti huyu, asante kwa ajili ya kijana huyu, asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya baba huyu, asante kwa ajili ya mtu huyu ambaye Bwana ametenga muda wake na amelisikia neno lako na amekata shauri ya kukufuata wewe. Baba, ninaomba neema yako, ninaomba ulinzi na uponyaji. Achilia Roho Mtakatifu ndani yake, akamsaidie kuweza kusimama imara katika imani aliyoipokea majira haya. Mtakatifu Mungu mwenye uweza na nguvu na mamlaka, ninakubariki Bwana, ninakutukuza, ninasema asante maana fadhili zako ni kuu. Naomba ukambariki, naomba ukamuinue, kaguse mgonjwa huyu Bwana. Angalia kijana huyu, angalia changamoto alizonazo Bwana. Neema yako majira haya Bwana, na alika uwepo na nguvu za Roho Mtakatifu zikashuke ndani yake, zikamwezeshe, zikamsaidie, zikampiganie pale alipo, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo nasimama kinyume na hila zote za adui na mamlaka za giza kwa jina la Yesu Kristo. Mtakatifu Mungu aliye hai, Baba, achilia neema yako, achilia uweza wako wa pekee, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amina. Mungu akubariki kwa uliyefanya uchaguzi na uamuzi sahihi wa kumwamini Yesu. Lakini kama utapenda kwa ushauri zaidi na maombi na kujifunza neno zaidi, sisi tunapatikana Arusha Ngaramtoni, chuo cha Biblia TG. Tunasali hapo. Lakini kwa mawasiliano unaweza kututafuta kwa namba 0762939091 0762939091. Asante na Mungu akubariki.